vita vikali vya damu, Yoshua alipaza sauti kwa Bwana, jua simama Gibeoni, na wewe mwezi juu ya bonde la Ayaloni. Na jua likasimama na mwezi ukakoma hadi taifa la Israeli lilipolipiza kisasi kwa maadui zao. Aya hii inaelezea tukio ambalo sayansi ya kisasa ingeliona haliwezekani. Jua na mwezi vilisimama angani, kana kwamba wakati wenyewe ulisimama ili Waisraeli wamalize vita vyao. Kwa wengi, hadithi hii imechukuliwa kama hekaya, mfano au simulizi la kifumbo. Lakini mwaka 1974 mwanasayansi mmoja alitoa taarifa ya kutisha, siku moja iliyopotea katika historia ya wakati. Mwanahisabati wa nyota aliyeitwa Harold Hill alidai kwamba timu yake walipokuwa wakipiga mahesabu ya nafasi za miili ya angani na kufuatilia mwendo wa jua na mwezi katika historia, waligundua upungufu wa saa 23 na dakika 20 kwenye kalenda ya anga. Upungufu huu ulionekana kulingana na tukio lililoelezewa katika kitabu cha Yoshua, siku ambayo haikuisha. Lakini haikuishia hapo. Ikiwa masaa 23 na dakika 20 yalipotea, kulibaki dakika 40 kukamilisha siku moja kamili. Na nini kilitokea? Katika 2 Wafalme mlango wa 20, Biblia inasema kuhusu tukio la kushangaza. Mfalme Hezekia alipokea ishara ya muujiza. Kivuli kwenye saa ya Ahazi kilisogea kurudi nyuzi 10 ambazo ni dakika 40. Ikiwa hili ni kweli, basi matukio haya mawili kwa pamoja yanaeleza kuhusu siku iliyopotea katika historia ya wakati. Hapo ndipo mjadala ulipoanza. Watafiti wengine wanasema simulizi la Harold Hill huenda lilikuwa hekaya ya mjini tu, lililovumishwa bila ushahidi thabiti. Hakuna rekodi rasmi za kisayansi zinazoonyesha ugunduzi huo. Lakini kuna jambo moja haliwezi kupuuzwa: usahihi wa simulizi la Biblia. Kama tukio la Yoshua lingekuwa la kubuni, kwa nini Biblia iongeze maelezo mahususi kuhusu nafasi ya jua na mwezi? Na kama hadithi ya Harold Hill si ya kweli, kwa nini tamaduni nyingi za kale zina hadithi zinazofanana kuhusu siku iliyorefuka au usiku uliokuwa mrefu isivyo kawaida? Wachina, Wamisri, Waazteki na hata Wainka walikuwa na simulizi za kihistoria kuhusu siku ambayo jua lilikaa angani muda mrefu. Hii inatuacha na uwezekano wa mambo mawili. Ama hii yote ni bahati nasibu ya ajabu, au kuna kitu kisichoweza kuelezeka kilitokea zamani. Leo hii sayansi haiwezi kuthibitisha wala kukanusha tukio hili. Lakini Biblia inaelezea jambo linalopingana na uelewa wa kibinadamu, na kwa namna fulani linapatana na simulizi za tamaduni nyingine na mabadiliko ya wakati ambayo baadhi ya wanasayansi wamejaribu kuyaeleza.